Katika miaka ya hivi karibuni, moja ya silaha ambazo zimeleta wasiwasi mkubwa katika Mashariki ya Kati ni kombora la Iran linalojulikana kama Khorramshahr missile. Hili ni kombora la masafa ya kati, medium range ballistic missile, ambalo linaweza kufikia umbali wa takriban kilomita 2000 hadi 3000 kulingana na toleo lake. Umbali huu unatosha kufikia Israeli, Saudi Arabia, Uturuki pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani Mashariki ya Kati. Lakini nguvu ya kombora hili haiko tu kwenye umbali wake. Kinacholifanya liwe hatari zaidi, uzito mkubwa wa kichwa cha vita, uwezo wa kubeba vichwa vya Aqsam munition, uwezo wa kusahihisha njia yake angani. Historia ya Khorramshahr inaanzia katika juhudi za Iran kujenga uwezo mkubwa wa makombora baada ya vita vya Iran dhidi ya Iraki. Katika vita hivyo, Iran ilipigwa sana na mashambulizi ya makombora kutoka Iraq. Hii ilifanya Iran kuanza mpango mkubwa wa kutengeneza makombora. Teknolojia ya Khorramshahr inaaminika kuhusishwa na makombora ya Korea Kaskazini, ikiwemo BM-25 au Hwasong-10. Iran ilibadilisha teknolojia hiyo na kuunda mfumo wake wenye uwezo mkubwa zaidi. Kombora la kwanza la Khorramshahr lilijaribiwa mwaka 2017. Baada ya hapo, Iran iliendelea kuboresha mfumo huo na kuunda matoleo mapya kama Khorramshahr-2, Khorramshahr-3 na Khorramshahr-4. Kombora la Khorramshahr lina muundo mkubwa sana kulingana na makombora mengine ya Irani. Vipimo vyake vya msingi ni urefu takriban mita 13, kipenyo mita 1.5, uzito wa kurushwa takriban tani 19 hadi 26. Muundo wake una sehemu kuu 4: 1, sehemu ya kichwa cha vita; 2, sehemu ya mfumo wa uongozaji; 3, tanki za mafuta ya roketi; 4, injini ya roketi. Muundo huu unafanana na makombora mengine ya balistiki duniani, lakini uzito mkubwa wa kichwa cha vita ndio unaoifanya Khorramshahr kuwa tofauti. Kombora hili linatumia liquid fuel rocket engine. Hii ina maana injini yake hutumia mafuta ya kioevu ili kutoa nguvu ya kusukuma kombora kwenda juu. Faida za mfumo huo: uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito,